Bwana mdogo, unajua haya maisha, na unapopata nafasi ya kuishi kwa watu lazima ujue unaishi na watu. Tabia ya kuishi na watu alafu wewe ukajifanya kama ni mtu binafsi, I'm not fair. Is not. Sasa kwa nini mimi naishije? Mimi sinaishi tu kawaida. Nisikilize bwana mdogo. Mimi nani yako? Wewe wa mwenye nyumba. Wewe nani? Mimi mpangaji. Kwa nini mpangaji unakeuka sheria na utaratibu? Yaani mimi sijakuelewa utaratibu upi mimi niliokeuka. Utaratibu uko hivi. Watu wanapopanga majambo yao, watu wanapokuwa na vitu vyao, huo ndio utaratibu wenyewe. Kukiuka ni kufanyaje? Kwenda tofauti na wale watu walivyopanga. Sawa, lakini sasa mimi hapa mbona hakuna chochote nilichofanya tofauti? Umekiuka. Sasa ndo unieleweshe sasa kwa sababu mimi swala sio nikueleweshe. Kwa nini unaona kabisa mimi nashangilia Yanga, wewe unashangilia Simba? Kwa nini? Sasa huko ni kukiuka? Na kiuka vipi wakati kila mtu ana timu yake? Uwezi ukawa na timu yako kwenye timu yangu. Mimi hapa nimepanga nyumba, ila sijapanga kwamba niwe nashabikia kila unachoshabikia wewe. Hapana. Mimi nimesema hivi. Mimi kama father house, mwenye mjengo, mwenye mng'anda. Sawa? Maembwe. Unamjua Maembwe? Mimi Maembwe. Mimi nashabikia Young Africa. Unamjua Pepe Kale? Alimba Young Africa mwana mama. Nyimbo imeimbwa na Pepe Kale. Pepe Kale, unamjua Pepe Kale? Wewe nani unakaa unashabikia ubaya ubwela? Ubaya ubwela kwa nani? Ubaya ubwela, wewe una nyumba mpaka unamwambia mtu ubaya ubwela? Wewe una uchawi wa kumtisha mtu mpaka unamwambia ubaya ubwela? Una nini cha kujivunia mpaka unamwambia mtu ubaya ubwela? Haya, na mimi sasa imetokea nimekasirika nasema udugu umara. Wewe utaishi wapi? Utaishi wapi? Hiyo inazungumziwa hivyo, maneno yanazungumziwa ni kwenye utani. Utani wa mimi sitaki utani kwangu. Kwenye mpira. Kwangu sitaki utani. Mimi sieta utani kwako. Mimi naleta utani kwenye mpira. Umeleta utani kwa nini? Mimi nashabikia Yanga, unashabikia Simba. Alafu ulipokuwa mpumbavu, eti Simba anacheza na Dodoma Jiji, mishipa inakutoka. Mimi nazomea, eti wewe unashangilia. Mimi nazomea, unashangilia. Wewe ni mpinzani wangu, unashangilia. Wewe kwa mpinzani na mimi una nini mjini? Wewe una nini mjini mpaka uwe mpinzani wangu? Una nini mjini mpaka uwe mpinzani wangu? Nyumba una, baba yako hajafanya lolote hapa mjini. Wanaume mimi ndio mwanaume. Wewe ni mwenye nyumba, lakini mimi ni bosi wako kwa sababu mimi sina kulipa. Sawa, mimi nakulipa. Wewe umeuna. Wewe 30 yako ndio unaniambia wewe bosi? 30 yako. Nikupe 30 yako ujenge chumba sasa hivi hapo. Ambako hicho chumba kina choo, kina kordo, kina baraza. Kwa hiyo 30 yako. Yaani ukizungumza hivyo unakosea. Sikosei, wewe ndio unakosea mbwa wewe. Mimi nimekustiri. Mshenzi, wewe unaweza kuwa bosi kwangu wewe? Unaweza kuwa bosi kwangu nikupe 30 yako? Mimi sina kulipa. Nikupe 30 yako uitumie hivyo unavyotaka? Yaani ukisema hivyo, yaani ngoja mimi ni bosi. Bosi wa nani? Bosi wa nani? Au unakaa bure? Bosi wa silipi maji. Wewe mimi nimekufadhili. Silipi umeme. Nimekufadhili. Silipi chumba. Nimekufadhili. Wewe unajua bei ya umeme? Unajua bei ya umeme hapa mimi ndo nimekasirika sasa nasema kila mtu avute mita yake. Mbwa wewe, si unakaa kiza mwaka mzima. Kwa nini unashabikia ushabiki wa mpira? Ushabiki wa mpira kila mtu ana kitu chake anachokipenda. Sio kwenye nyumba yangu. Sawa, kwa sababu hata wewe kuna vitu unapenda mimi sipendi. Sio kwenye nyumba yangu. Mimi ni Yanga. Familia nzima ya Maembwe ni Yanga. Familia ya Maembwe haina Simba. Ukiukaji wako na utaratibu unaenda kusaliti ukoo wangu. Sasa mimi ukoo wako unanihusu nini? Yaani ukoo wa Maembwe mimi unanihusu nini au una faida gani na mimi? Yaani mimi sijakuelewa mpaka unaniambia hivyo. Kwa sababu wao babu yangu. Hapo unamtukana babu yangu sasa. Yeye aliyeamua yeye kuwa Yanga, mwanachama wa Yanga, aloipambania Yanga, alopiga na vita kwa sababu ya Yanga, unamtusi kwa sababu mimi mjukuu wake nipo napambania nafasi yake ya yeye kuwa Yanga. Unamtusi babu. Kwa hiyo babu yako kama wewe mzee ndevu unamtusi babu. Musa unaama. Sasa kama ungesema kwamba iwe jua iwe mvua unaama. Ungeweka tangazo. Unaama. Sasa ndamaje wakati mimi kodi yangu nimeshatoa? Unaama. Unaama. Yaani kisa ni mkushabikia mpira. Kwa nini unashabikia
Yanga, Simba. Nashabikia Simba kwa sababu ndio timu ninayoipenda. Uwezo ukapenda timu tofauti na mimi nyumbani kwangu. Unajua kucheza mpira mzuri. Mbwe! Wanacheza mpira upi? Cha Sambi au Barua? Nyinyi ona sasa, hapo sasa tunakuja kwenye ile na ile. Physical. Haya. Mimi napanga kosi sasa. Jigijia. Panga kosi chako. Usimweke Kamara. Waeke wale wengine. Usimweke Kamara kwani Kamara kipa. Eka wengine. Kamara kipa wenu. Eka wengine. Kamara kipa. Haya basi mweke Kamara. Kamara kosti. Haya mweke Kamara. Mweke Kamara. Hapa namweka Dickson Job. Mimi naweka Chemaloni Fonda. Chizi huyu. Ana akili huyu naye. Haya namweka Chuke Abua. Haya mimi namweka Shabalala. Chizi kabisa kuna deki namweka Boka. Namweka Boka. Namweka Boka. Akashaye kumdhibiti nani mkubwa? Bado kuna mechi gani kubwa mmecheza nyinyi? Sasa sisi. Kumbe ngao ya jamii ndogo. Ngao ya jamii? Ndogo. Ndogo. Nauza hivi. Ngao ya jamii ndogo. Na mshambuliaji gani? Ngao ya jamii ndogo. Kama Prince Tau. Nani? Nyinyi. Nani? Boka yule kishaye kupata ushindani kama mtu kama Prince Tau. Tau nani? Tau yule wa wewe mwenda azimu nini? Tau ndo nani sasa? Tau sana nasumbua wenda azimu wenzi. Sasa katika hapo hicho ndo ninachokataa. Yaani mimi naongea kitu afu unabisha. Sasa ni yaani unabisha azifu wewe pa kulala unapo. Mashabiki wa mpira. Ninapo mimi sinalipia kodi huko unaniambia napo vipi? Wakati unaona vitu vyangu nimelipa kodi. Unaama. Nilame vipi? Yaani siwezi kuhama hivi hapa. Unaama. Sawa kama unaama unanipa muda unanilipa hela yangu. Sikupi muda, sirudishi hela, Musa unaama. Ili unakuhakikishia unaama. Iwe kwa kheri, iwe kwa shari, unaama. Haiwezekani mimi na wewe tu tunapingana sehemu ndogo sana. Sehemu ndogo kweli. Kwani mimi natubishana sehemu ndogo? Wewe unashindwa kushabikia Yanga hata kinafiki. Unashindwa kushabikia Yanga hata kinafiki. Unaama. Ushabiki ni damu. Sasa kama ushabiki ni damu, uwezi ukamtukana babu yangu, unaama. Sasa mimi siwezi kumsaliti babu yangu kwa sababu alikuwa Simba. Basi unaama. Babu yako alikuwa wapi? Babu yako anashabikia Simba alikuwa wapi? Alikuwa Tanga. Unaona unapokuwa mpumbavu wewe. Mbona unapokuwa mpumbavu? Anaenda Tanga, kashabikia Simba Tanga. Nenda. Mimi babu yangu alikuwa Town. Ana miji hapa Town. Mzee Maembwe ana miji hapa Town. Ndio maana sisi watoto wa Young da Africa, vijana wa Dar es Salaam Afrika. Wanasema Tanga iko Afrika toka. Kwanza washabiki wengi wa Yanga wako Mbeya huko wapi? Mikoani. Umeona hata hapa wanashindwa kujaza uwanja. Sisi wengi tuko hapa tumezunguka Molo, Dar. Sio, hamna uhakika na watu wenu na wengi nyinyi mliokuwa mko kama wakimbizi ndio maana. Sisi hapa tuna uwezo kujaza uwanja. Yaani nyinyi bado wazee wa bakuli. Yaani hamna uwezo wa kusikiliza sasa nisikilize. This time. Two time tumewakalisha. Siku ya Mwananchi tumepiga full house viwanja viwili. Haya ukiachana siku ya Mwananchi full house viwanja viwili. Imetoka sisi kwa kujaza uwanja. Full house mara mbili Mbona unasikia Haji Manara kaongea? Sio Haji Manara, full house mara mbili. Tumejaza shamba la bibi, tumejaza kwa Mkapa. Full house mara hizi mbili. Hiyo siku ya Mwananchi sisi tumezuia kabisa watu waondoke. Sikiliza, acha upumbavu wewe mwenda azimu. Sisi tumeambia watu waondoke. Sio watu waondoke kiwanja kimoja. Kiwanja mwingine watu. Haya acha hiyo. Siku ya nani? Ngao ya jamii. Au TV unakuwa. Sisi tunajaza hadi mechi za kawaida. Ngao ya jamii. Sisi hata tunacheza na Coast. Ngao ya jamii. Ngao ya jamii tushacheza. Mimi na wewe. Imekwaje basi? Ngao ya jamii iko infanye. Wewe unaona kina nani? Wewe. Unasikia? Astaka fulani sema nani wewe? Sema hiyo. Nini ya nini mimi? Wao sisi ndio tumejaa kwangu. Mso kwako kwangu. Unaama kwa kodi. Mimi humu biashara sizozipenda, labda nikwambie. Mimi walevi sipendi. Nimekuacha nikajua kijana mstaarabu ila muongo, wewe mlevi. Haya, unakula mirungi, bado kila na wanawake. Nakula mimi? Mimi nakula mirungi? Basi unauza mirungi. Mimi? Ama mimi naongea na nani Musa? Mzee Mwanga mimi nakula na unauza mirungi na unauza mirungi gani? Umeona hapo nimefanya shambulio la hivyo. Mbele ya Kadamnasu ameniambia mimi mshirikina. Sasa naenda kukushtaki ili wewe ukathibitishe ushirikina wangu nimemfanyia nani. Safi, Musa una lengo tu bwana. Hatuwezi tukakaa tukashindana tu. Lakini nikwambie kitu kimoja, hebu mtu anayelipa kodi sio hatakiwi kunyanyasika kwa sababu mimi hapa wewe unanyanyasa. Sikunyanyasa kwa sababu kwanza unalazimisha nifuate upande wako. Pili unaanza kuniletea masuala ya mirungi, sio manini mimi na mimi usho kwa nafanya mambo yako. Mimi mbuzi mpaka nimekuja. Kwanza unauza watu. Hiyo nasema. Njoo Musa njoo. Hiyo mdada kuja neka bila gani?
Dada Unakuja na gani? Sasa mimi kabila yake nalijua yeye mjini, mimi mmokota mtu mjini hapa ni kabila gani? Unauza watu. Yule nani anakushtaki? Sasa nauza watu, mtu nimemchukua mpenzi wangu. Sio mpenzi wako, umjui hata kabila, umjui jina lake na kushtaki. Sasa nimjui kabila lake, mimi nataka nimhesabie. Na kushtaki. Unauza watu, unakula mirungi. Kwa hiyo wewe ukienda kufungua kesi unanishtaki mimi kama yani wewe yule mwanamke kama nani yako? Mimi Mtanzania huru kwa nchi. Wewe mzee mbabaifu na. Na hilo nao tusilingie umeniita mbabaifu. Na kushtaki. Mbavu. Na kwanza jibu. Sasa unakuta mtu anakipaji vizuri tu. Yaani na kikionyesha watu hawapigi. Lakini haendi kukuti. Umeelewa? Yaani afanikiwe kutokana na kile kitu chake. Yaani kuwa na kitu. Yaani kuwa na kitu. Sasa ni kipawa, kipaji ni kitu kingine, lakini kile kipaji kukufanya pia ujulikane sana, iko ni kitu kingine. Sio umeelewa? Watu wengi wana vipaji. Wewe Abu anaimba bwana, yani Abu jinsi anavyoimba sio kukaa pale. Umenielewa? Ndio maana nasema hivi, kuwa na kipaji ni kitu kingine na kuwa na nani una kwenye kile kipaji chako kwenda mbali ni kitu kingine. Unaona? Yes. Kwa hiyo kipaji ni matokeo. Yaani sio niseme nieleze. Sasa. Kwema. Posa sawa. Taifa linajengwa na vijana. Na vijana wenyewe sisi. Na jambo la maana kabisa linatakiwa lianzie nyumbani. Mimi kama mzazi nikasema hivi, inatakiwa tuhakikishe miundombinu yetu tunaisimamia vizuri. Nikachekecha. Hapa kuna barabara haipitiki hapa. Hapa tunatakiwa tuweke karavati. Barabara haipitiki. Nikasema sisi tusiwe watu wa kuilalamikia serikali. Tulisubutu tukashindwa. Kwa sababu kabla hujaenda kuiface serikali, nini changamoto? Nini inatakiwa ifanye? Inatakiwa kwanza sisi kama serikali husika tufanye jambo, tuwa motivate serikali kwamba mnatakiwa mfanye hiki tulichokianzisha sisi. Kwa nilivyoangalia mimi pale, panawezekanika kurekebishika bila wasi. Unapasemea pale Cape Town pale. Panawezekanika kurekebishika bila wasiwasi wowote ule. Ila sasa inawezekanaje? Ndo wanasema kidole kimoja akivunji chawa. Na mtu uwezi ukaenda kwa jirani bila kutokea kwako. Kwa hiyo mimi nikasema nianze na nyumbani hapa kwa vijana wangu na kusanya michango kwa ajili ya kurekebisha pale. Mimi nimejitolea. Unajua watu wengi hawajui kwanza hawajui haki zao. Hata mwenyewe sijui haki yangu. Na ndio maana hata wewe unachokuja ukifanya hapa, yaani kwamba wewe hujui. Mimi najua. Unajua kwa sababu issue. Najua ninachokifanya dogo. Najua ninachokifanya. Unajua hao watu wa zamani hao wenye elimu za kikoloni, ndio wana vitu fulani vya ajabu sana. Umeelewa? Zamani ilikuwa inawezekana kufanya hivi kwa sababu gani? Unakuta kodi hii 2450. Unaona unaanza kuchangisha. Unaona sasa kwamba huyu ana elimu ya kikoloni ya zamani sana. Watu wenye elimu za kikoloni za zamani. Wewe unachangia barabara uchangie? Mimi nimechangia sana. Yaani mpaka umechangia wapi? Wapi umechangia? Wewe umenunua bidhaa, umefanya. Wewe mpumbavu, yale mahitaji yako yale. Toka hapa. Yale mahitaji yako mpuuzi mmoja wewe. Toka hapa. Unaona? Shenzi nini wewe? Mambo kama haya. Sikiliza, huyu mimi nitadili naye. Wewe unachangia shilingi ngapi kwa ajili ya barabara ile? Sisi tupo wote mimi na wewe hapa. Sasa wewe ungeanza ungezunguka.
Huwezi kwenda kwa jirani kabla hujatokea kwako. Nimetokea nyumbani kwangu, ndio maana nasema lazima nianze na mambo yenu kabisa, nione mambo yanaendaje. Ndio maana nimeanza kukusanya nyumbani. Hapa ninapata 2450. Wewe unachangia shingapi ujenzi wa barabara? Acha kufoka, acha kuisema serikali. Huyu mpumbavu kisa kanunua sukari robo, nimeichangia serikali. Serikali umechangia familia yako mbwaye. Muona hawa ni watu wenye elimu za kikoloni. Sawa, watu wenye elimu za kikoloni ambao utani kodi yao wanalipa kwa kichwa au kwa baskeli, ndo hao. Lakini sasa hizi kila kitu tunachokifanya unalipa kodi. Kila tunachokifanya unachokijua wewe. Yaani umeenda kununua mtumba, iwe Ilala Boma, iwe wapi, umelipa kodi. Wewe umeenda kununua pipi, wewe umenunua vocha. Na hivyo vitu vyote hivyo kwa siku lazima utumie ni zaidi ya hata kama usiponunua nguo. Utanunua vocha. Umeenda kununua mtumba, hiyo kodi umelipia wapi? Kwani ule mtumba umekuja tu umetoka mbinguni? Ule mtumba ushalipiwa. Sasa kama unalipiwa, ngoja biashara iko hivi. Mimi nimeagiza labda pikipiki au baskeli kutoka nje, si ndio? Nimezilipia kodi. Kodi na ilivyo mimi pale ni kubwa. Toka huko, toka. Bao moja la mtumba lenye pisi 100, mfano tu ule fulana zile wanazouza 500, lile zinakaa pisi 100. Sawa sawa? Lile ukinunua kwa 200,000. Kodi yako 37. Sawa sawa? Mtu analipa pale 37, anatoa 237. Anachukua mzigo wake, anauleta wapi? Anauleta site. Anaanza kuuza. Anauza 800. Au sio bwana wewe? Haya, 800, 300 yake anarudisha wapi? Anarudisha kodi. Wewe unasema eti nimelipia kodi, ungeenda wewe China kununua. Sawa. Ungeenda wewe China kununua. Vocha. Chukue. Vocha unachukua kwa mawasiliano yako. Silipi kodi. Kodi ipo unalipa wewe kwenye vocha. Acha upumbavu tena katika sehemu. Labda wewe nyinyi ujue, ndio maana nasema hivi, nyinyi ni vijana wa hovyo ambazo akili zenu hazifanyi kazi. Kama unasikiliza vizuri TRA, haya mapato ya simu. Kusikia mapato ya simu yamevunja rekodi? Kuna jambo tunalifanya zaidi ya mabando? Kuna jambo tunalifanya bila kutumia mitandao? Haya, kusikia makusanyo ya simu yamevunja rekodi? Zaidi ya kusikia manespa, sijui wilaya gani, sijui mkoa gani ndio umeongoza, wewe kusikia mapato ya kwenye simu? Serikali haipati kitu, na ndio maana Kikwete alitaka kufuta kabisa watu watumie barua, kwa sababu hakuna chochote kinachoingiza kwenye simu. Anitoke simu ije. Mitandao hakuna kinachopata zaidi ya wao wenyewe tu. Unanunua sayo lako. Wewe bwana mdogo sikiliza. Mimi usinipelekeshe. Barabara unachangia uchangii. Hapa kwenye barabara. Mimi labda tuseme hela sina. Unahama. Sasa masuala ya barabara na kuhama nyumba ina mjini gharama. Kuna siku utakuja kuunguza taa yangu, utashindwa kulipa bure. Sasa wanasema hivi, ni heri ujiadhari na hatari kabla ya hatari kukufika. Masuala ya unahama barabara na chumba nilicholipia mimi kodi. Kama unashindwa kuchangia ujenzi wa barabara, wewe utaweza kuchangia ujenzi wa chumba chako? Utaweza kuchangia ujenzi sasa hivi? Haya, sasa hivi nasema hivi, rangi ya chumba chako mbaya, tunatakiwa tupigie blue. Haya, toa hela tukapigia rangi ya blue. Ndio nishasema hapa. Mimi hapa rangi nitanunua. Kama ya blue nataka labda 15,000, nitanunua 15,000, tunakatana kwenye kodi. Kumbe wewe hela unayo, ila basi mimi sitaki watu wa binausi. Wewe unahama. Wewe mbinausi. Wewe unataka wewe mbinausi. Wewe una binausi, unahama. Mimi kwanza nilikuwa nasemaje? Kwa hiyo si hela ya ujenzi. Kwa barabara. Watu wachange. Mimi nitajitolea nguvu kazi. Yaani kama kutafuta. Kwanza tungechanga nguvu kazi wote sisi raia. Tungechanga kwanza. Nguvu kazi yani kama je, mnachosha. Mnachosha. Mimi ninachoona hivi. Nyie ni raia wa mbona unaama mimi kipige chako? Afya kwanza. Mbona unanitusi? Mimi afya yangu mgogoro. Mimi afya yangu mgogoro. Mimi nasema hivi, nyinyi mnavyoonekana ni watu wa kupinga kila kitu cha maendeleo. Na nyinyi hamtaki maendeleo yaanzie na nyinyi. Nyinyi ameni kwangu. Muamini. Hapo sasa masuala ya mama yanasijali. Hampendi maendeleo. Hatupende maendeleo vipi karabati kama kwa sababu kama mngekuwa mnapenda maendeleo, hela hamna, mngenyanyuka tuongozane wote tukusanye hela tufanye barabara. Bodaboda zinaenda kulipa mafuta. Nani na tunachangia hizo nini? Huyu ahame. Wewe ama na wewe unahama.
Wewe unaama Sasa mimi fanya. Wewe ukasema eti utoi hela kwa sababu ya nguvu kazi. Mimi hapa natembea. Mimi si ndo kusindikiza. Nyinyi mnaama. Taki. Alafu kingine weka umeamua kujitolea usimwangalie mwenzio. Yaani wewe umeona umeamka. Haya, wewe Msomali. Wewe Mnyawaga. Wewe Burundi. Haya, kwa nini unaniambia eti mimi nikijitolea nisiangalie? Kwa hiyo mimi kitokea naandamana, wewe utaandamana kwa sababu jambo litakuwa likuhusu. Umbavu akili na mwili wewe. Sisi kama Watanzania tunapolishikilia jambo letu wote tutakatua. Wote tutakatua. Leo tunaanza na barabara, kesho tunakuja na walimu ongezewe mshahara. Kila kitu kinaenda step by. Sasa kama nyinyi mnakaa mnatukwamisha, hamtakiwi kuwepo, na mimi kama Mtanzania mzalendo naanza kuwafukuza kwangu. Mnaama. Hadi tukachangia walimu tena. Utakuwa una change ya 500 hapo. Ni change ya 500. Ndio unakuwa. Unaama. Kama hadi 500 unaama. Usifungue. Fungulie.